Hamjambo ndugu zangu, hamjambo tena. Leo tutazungumzia kuhusu tax refund, na kwa sababu ya tax refund wengi wanamaliza kulipa nyumba zao kabla hata ya ile miaka 30. Anaweza akamaliza, unakuta ndani ya miaka 10, miaka 20, miaka 15 unakuta ameshamaliza kulipa nyumba yake. Kwa nini? Kwa nini nyumba ya miaka 30 unaweza ukaimaliza ndani ya miaka 10? Kwa sababu unapokuwa unalipa rent, kwa mfano 2200, sawa? Hii muko pia unakuta benki ikiapply hizi pesa hizi, ikiapply ile rent yako, kwa mfano unalipa 2500, 3000, benki ikiapply, usizani zile zote pesa ambazo unazozilipa sijui 3000 zote zinaenda kupunguza nyumba. Hapana. Ile 2500 ambayo unayolipa eti zote zinaenda kupunguza nyumba. Hapana. Ile 2200 unayolipa eti inaenda kupunguza nyumba. Hapana. Pesa zote zile ambazo unalipa rent haziende kupunguza nyumba moja kwa moja, nikimaanisha principal, ina maana ule mkopo wako, mkopo. Sawa? Hapana. Kwa sababu ukiwa unalipa hii 2200, hapo unakuta benki inachukua kama vile sijui 400, ndio inapeleka kwenye principal, ndio inapeleka kwenye mkopo wako. 400 tu ndio inaenda kupunguza deni. Alafu humo pia muko 500. Hii 500 unakuta muko escrow. Escrow ni nini? Escrow ni tax pia na assurance yako ya nyumba. Unakuta wanatoa 500. Hawajaishia hapo, wanachukua 1300. 1300 ni ya nini? Ni ya interest ya benki, ile benki ambayo unalipia nyumba interest. Unakuta hii ndio inakuwa faida ya benki. Unakuta kwenye faida unachukua pesa nyingi sana kuliko kwenye mkopo wako wa pesa. Na ndio maana ukiwa unalipa nyumba, ukiona unalipa 2500, ukirudia tena mwezi ujao unakuta mbona hizi pesa zishuki? Ni kwa sababu benki inachukua pesa nyingi sana kuliko mkopo wako. Kwa sababu gani? Hii itachukua muda kama vile miaka 10, unakuta benki bado ingali inachukua pesa nyingi kabisa. Yaani unajisikia kama vile haulipi chochote. Hapo ndo kunakuwa na tatizo. Sasa utafanyaje ili sasa umalizane na benki mapema, umalize nyumba ya miaka 30 ulipe ndani ya miaka 10? Utafanyaje? Kwa sababu usiingie kwenye ile interest ya benki, wasio wanachukua ile interest ya benki. So ukiwa unalipa nyumba, kila mtu ana hizi aina 3. Ukiwa unalipa benki kwenye kompyuta yako, kwenye simu, una hii additional principal, na ukitia hii additional principal ina maana unataka ulipe zaidi za ile ambazo unalipa. Ukisema unalipa 2200, ukitia hii additional principal, ukitia pesa humu ndani humu, sijui kama vile ukitia 5000, sawa? Ukitia 5000 humu kwenye additional principal, muwe makini hapa, unakuta hizi pesa zitakuwa zinasaidia kupunguza mkopo wako wa pesa. Kwa mfano umebakia na sijui nyumba yako ni ya 200,000, sawa? So unakuta pesa zako, unakuta hizi 5000 zinasaidia kukata kabisa ile interest ya benki. Tena kwa chini utaona additional escrow, watakwambia additional escrow kama unataka kutia pesa zingine za ziada hapo unataka kulipa. Hii additional escrow unaweza ukatia sijui, lakini hapa ni kama vile hizi pesa unazisave. Unazisave kivipi? Ni wakati tax ikipanda na assurance yako. So unakuta hizi pesa za escrow watazitumikisha tu wakati assurance yako imefikia muda wa kulipa assurance yako na tax ya state ikipanda, wanatumikisha hizi pesa ambazo zitakuwa ndani ya escrow. Unaona eh? Kama kwa mfano mko 5000 humu kwenye escrow, yaani kama vile una save pesa humu. Lakini cha muhimu zaidi ni hapa kwenye additional principal. Ukifocus hapa na additional principal, ukiwa unatia pesa zozote zile kwenye additional principal, hata ukitia 2000,
Hii inasaidia sana kuvunja nguvu za benki, ile interest ya benki. Itasaidia kumaliza nyumba mapema, itasaidia kushusha rent, unakuta inakuwa low payment. Isitoshe unakuta tena hii ile nani low payment na unamaliza kulipa nyumba mapema. Na hii ndo siri ambayo ukisikia mtu anakuambia nimeshamaliza kulipa nyumba yangu, ni kwa sababu kwenye tax ndio maana watu wanapata pesa nyingi kwa sababu ya tax. Na kwa mfano ukipata hizo 10,000 zako, ukitia 7,000 hapa kwenye additional principal, sawa, ukitia 7,000 hapa kwenye additional principal, zingine 3,000 unazitumikisha kwa sababu ya mahitaji. Ukifanya hivi muda wa miaka 10, ukifanya hivi muda wa miaka 10, unatia 7,000 muda wa miaka 10, unajua utapunguza ngapi kwenye ule mkopo wa benki. Ukitia 12,000 hapa, unajua kuna watu unakuta bwana anatumika, bibi anatumika, watoto wanatumika. Mkitia 12,000 hapa ndani ya miaka 10, unajua utapunguza ngapi kwenye principal. Na ndio maana watu wanakuambia nimeshamaliza nyumba yangu, kwa sababu wanalipa pesa kwenye additional principal, wanatia pesa nyingi hapa. Wanalipa tu kama kawaida, lakini ule muda wa kulipa wanatia pesa hapa. Zozote zile ambazo utatia zinaweza zikasaidia, lakini ukitaka kumaliza mapema lazima utie pesa nyingi hapa, 12,000, 10,000, unakuta unamaliza nyumba yako mapema. Hii itakusaidia sana kumiliki nyumba yako mapema, sio mpaka ile miaka 30. Unaweza kumiliki nyumba ndani ya miaka 10, miaka 12, miaka 13, na unaweza kuwa na nyumba nyingine. Kwa hiyo najua nitakuwa nimeeleweka. Kama utakuwa bado hujanielewa, unaweza ukanipigia simu, namba yangu hii hapa. Mimi naishi Texas. Sawa, naishi Texas. Kwa hiyo unaweza ukanipigia simu, naweza nikakuelewesha jinsi ya kulipa hapa. Wengi hawajui hii additional principal inamaanisha nini wakati unapokuwa unalipa pesa kwenye account yako ya mortgage au ya benki. Kwa hiyo muda wote ule unaweza ukanipigia simu, na hii video ikiwa itakusaidia unaweza ukamtumia mtu mwingine ili ipate kumsaidia, na Mungu atakubariki. Asante sana.